Unaweza ukanunua share ya kampuni mahali popote, muda wowote, saa yoyote. Lakini kawaida hapa Marekani soko linafunguliwa saa 3:30 za asubuhi, wanafunga saa 10 jioni. Kwa hiyo ndio muda wa stock market inakuwa ipo wazi. Yaani stock exchange wanafungua kwanza saa 3 asubuhi mpaka saa 10. Kwa huo muda ma traders na ma investors wapo kazini wanafanya kazi. Muda huu niko nanunua share za kampuni. Kuna kampuni ambako nawekeza. Unaweza kununua share kupitia kompyuta, unaweza kununua share za kampuni kutumia simu. Yaani device yoyote ile unaweza kununua share. Unaweza kuinvest mahali popote, ukiwa kwenye gari lako, ukiwa ndani, ukiwa mtaani, ukiwa kwenye ndege, mahali kokote. So nanunua share sasa hivi kwenye kampuni ya SoFi. SoFi ni kampuni nzuri sana ambayo inafanya kazi vizuri. So watu wengi wanawekeza hapa Marekani kwenye kampuni ya SoFi kwa sababu ni kampuni mpya, ni digital bank ambayo business model zake zipo vizuri sana na watu wengi wanaitumia na ina soko kubwa hapa Marekani. Pia SoFi ina brokerage account, inatoa auto loan, inatoa mikopo kwa wanafunzi wa chuo. Kwa ni kampuni nzuri. Of course inaonekana ni kampuni itakuwa kampuni kubwa sana miaka inayokuja hapo mbele. Kwa hiyo huu ni muda mzuri kuingia mapema na kuwa unafanya dollar cost average kwenye hiyo kampuni. So sasa hivi naangalia kuongeza shares zingine kwenye hii kampuni kwa sababu huwa ninanunua kidogo kidogo. Nikipata hela naweka. So kama mpaka una hela nyingi ndio uwe mwekezaji mkubwa, hapana. Unaweza kuwa unawekeza kidogo kidogo kulingana na kiasi cha pesa unachokipata. Kwa muda huu niko naangalia jinsi gani ya kuongeza share kwenye hii kampuni ya SoFi. Kampuni ya SoFi kidogo share zake zimeshuka. So na hapo ndo kuna kitu nataka kukizungumzia kidogo. Unajua, unapokuwa mwekezaji usiangalie kampuni bei ya kampuni kushuka au kampuni kuchelewa kupanda. Kwenye uwekezaji tunachokiangalia ni business model, ni fundamental ya kampuni, yani misingi ya kampuni. Usiangaike sana na bei. Na tunaangalia sana fundamental kwa sababu kampuni ikiwa na demand, watu wengi wanaitumia, yani ina wateja wengi sana wanatumia huduma zao, hiyo kampuni ikishuka ni fursa. Yani share zake zikishuka inakuwa ni fursa. So sasa hivi kampuni ya SoFi imeshuka, shares zimeshuka bei. Share moja kampuni ya SoFi ilikuwa kwenye $25, lakini sasa hivi imeshuka, share moja ni $16. Na ndio maana naongeza share kwenye hii kampuni kwa sababu shares zimeshuka na ninaamini hii ni kampuni nzuri. Nina uhakika itarecover, itarudi. Kwa nachukua na take advantage, shares zimeshuka, niweke pesa nyingine ili ikirecover mimi natengeneza faida. Ndio wataalamu wanapofanya hii business ya investment kwenye stock market. Kwa swala la kampuni kushuka, hilo sio tatizo. Kwa wataalamu hiyo ni fursa. Yani kwa mtaalamu yeyote, yule mwekezaji mbobevu, kampuni ikishuka hiyo ni fursa. Kikubwa tu unachodili hapo ni kuangalia ni mifumo, business model, fundamental ya kampuni. Ikiwa ipo vizuri, kampuni ikishuka, hapo hiyo ni fursa. Una take advantage ya kuongeza share ili ikirecover wewe unatengeneza faida. Na ndio maana sasa hivi naongeza share nyingine, kununua share kwenye kampuni ya SoFi. Imeshuka takriban $10. Ilikuwa kwenye $25 share moja, imeshuka mpaka sasa hivi share moja ni $16. Kwa hiyo imeshuka sana. Kwa hiyo ni fursa kwangu kwa sababu ninapata fursa nyingine tena, ni chance ya kuongeza share nyingine. Kwa sababu unaponunua share za kampuni na bei ikiwa juu, unafanya gharama kubwa. Unaona? Inabidi uwe na kiasi cha pesa cha kutosha ili umiliki share nyingi. Lakini kampuni ikishuka bei, unapata advantage ya kupata share nyingi kwa pesa ndogo. Na ukiwa na share nyingi ndio kutengeneza faida kubwa
kwenye uwekezaji wako. Kwa hiyo ninaponunua hizi share kwa kwa bei ya dola 16 kwa share moja, SoFi ikirecover hii pesa idouble, unaona, kwa unatengeneza faida kubwa. Hivyo biashara stock market ndio inavyofanyika. Kwa hiyo swala la kampuni kushuka bei sio tatizo. Sio tatizo, kikubwa ni kuangalia misingi ya kampuni, yani fundamental ya kampuni ikoje. Je, kampuni bado ipo vizuri? Unaona, fundamental zake zipo vizuri. Kama bado kampuni iko vizuri, biashara ya business model zake ziko vizuri, swala la kushuka uwaga linategemeana na mambo mengi. Inaweza kuwa ni siasa, ama mabadiliko ya mifumo ya dunia, unaona, ama mambo ya inflation uwaga inasumbua, unaona. Masuala kama ya vita, Marekani wanapigana sijui na Iran, hivyo vitu uwaga vinaathiri soko la hisa. Kwa sasa sisi wawekezaji, hizo ndio uwaga tunateka advantage, hizo ndio chance. Kampuni zikishuka unawekeza, zikirecover unatengeneza faida. Kwa hiyo stock market ndio inavyofanyika. Kwa hiyo make sure usisahau kufollow ili uendelee kujifunza mambo mengi kuhusu stock market, na wewe utakuwa mwekezaji, utakuwa unatengeneza pesa kiurahisi tu, vitu kama hivi, yani kiurahisi. Haiombi kutumia nguvu sana stock market, ni kutumia akili, sio kutumia nguvu. So share moja sasa hivi ni dola 16 kama hiyo unaiona hapa, dola 16. Ilikuwa kwenye dola 25, lakini sasa hivi imeshuka, ipo kwenye ilikuwa dola 29 share moja, ikashuka, imeshuka mpaka sasa hivi dola 16. Ipo kwenye dola 16, dola 15. Kwa hiyo ni bei nzuri sana ya kuteka advantage, unaona, kwa ajili ya kuongeza share nyingine. Imetoka kwenye share moja ilikuwa kwa dola 29, 29 ya 27, 28 ilikuwa inacheza hapo, 28, 27, 29, imeshuka mpaka dola 16, inakuwa inashuka dola 15. Kwa huu ni muda wa kuteka advantage, kuongeza share nyingine, kwa sababu kwa business model za SoFi ina uhakika itarecover na itatengeneza faida nzuri.